Ugonjwa wa PID ni ugonjwa ambao unachangia kwa zaidi ya 60% kwa wanawake kuangukia kwenye utasa, kwa sababu mara nyingi PID huwa ina coexist, huwa inatokea kwa pamoja na fungus wa sehemu za siri. Kwa hiyo mtu anaweza kujikuta anatoka uchafu, una harufu mbaya, anapata miwasho, maumivu wakati wa tendo, wakati wa kukojoa, lakini anaweza akawa anahisi kwamba kuna vitu vinacheza chini ya kitovu, kitu ambacho huwa kinaashiria kwamba huyu mwanamke anaweza akawa tayari ana mirija iliyojaa maji au imetunga usaha, lakini hata mayai yanaweza akawa yamejaa maji ama kutunga usaha. Huu ugonjwa ni ugonjwa ambao huwa unashambulia kizazi, na hasa huwa unashambulia sehemu ya mirija ya uzazi, unashambulia kwenye mlango wa kizazi, lakini pia unashambulia sehemu ya mayai. Ugonjwa wa PID huwa unaanzia kwenye mirija ya uzazi. Kwa hiyo unapokuwa unashambulia kwenye mirija ya uzazi, huwa unaenda kusababisha kupungua kwa upana wa mrija wa uzazi, unasababisha makovu na michubuko ambayo yanaweza yakazuia uwezekano wa yai na mbegu za kiume kukutana. Kwa hiyo wagonjwa wengi wanaokuwa wanasumbuliwa na PID huwa wanaangukia kwenye infertility kutokana na changamoto ambazo zinatokea kwenye mirija. Wengi wao huwa wanajikuta wanashindwa kubeba ujauzito, na wachache ambao wanaweza kufanikiwa kubeba ujauzito, zile mimba zinaweza zikatunga ndani ya mirija ya uzazi, kitu ambacho huwa tunaita ectopic pregnancy, kutokana na kwamba ile mirija ya uzazi inaweza ikawa imeshambuliwa, imetengeneza makorongo na makovu, au ile mirija ya uzazi inaweza ikawa imeziba, kitu ambacho kitazuia kijusi kilichorutubishwa kusafiri kwenda kwenye mji wa mimba na kupandikiza. Hawa watu walioathirika sasa wanasaidikaje? Kuna njia tofauti tofauti ambazo zinaweza zikawasaidia, ambazo zitasaidia kubypass ile sehemu ya mirija iliyoathirika. IVF ni njia ambayo itamsaidia mwanamke ambaye mirija yake imeziba au mirija imekatwa kuweza kubeba ujauzito. Njia hii huwa inatumika kwa namna ambapo baada ya yeye kupevusha mayai, ikiwa hana changamoto nyingine ambayo inamzuia kupevusha mayai, mayai yake yatavunwa na yatapelekwa maabara, ambapo maabara haya mayai yatarutubishwa na mbegu za mwanaume anayetaka kuzaa naye. Ndani ya masaa 24 tutakuwa tumeshapata mtoto. Yule mtoto ataingizwa kwenye mji wa mimba wa mwanamke na atapandikizwa. Hii itamsaidia huyu mwanamke ambaye mirija yake, ambapo tunasema ni primary place for fertilization, inakuwa imeathirika, whether ina makovu sana, whether imeziba, au whether mirija ilikatwa kutokana na ectopics. Kama una hii changamoto, hizi njia zitakusaidia. Lakini